Kwa majina naitwa Dr. Mafulu Kantamla Biseke, meneja ofisi ya utabiri mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kama mtakumbuka, mwishoni mwa mwezi wa 5, kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, alitoa mwelekeo wa msimu wa kipupwe ambao huanza mwezi Juni hadi mwezi Agosti ya kila mwaka. Msimu huu kwa kawaida huambatana na hali ya ukavu kwa ujumla katika maeneo mengi ya nchi, upepo mkali na wenye ubaridi katika maeneo mengi ya nchi. Lakini katika kipindi hicho, wakati akitoa mwelekeo wa msimu huu wa kipupwe, alielezea kwamba pamoja na kwamba kuna maeneo mengi yatakuwa makavu, lakini maeneo ya mwambao wote wa pwani ya bahari ya Hindi ikihusisha mkoa wa Lindi, Mtwara, Dar es Salaam, Pwani, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, pamoja na maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria ikihusisha mikoa ya Mwanza na mkoa wa Mara, yanatarajiwa kuwa na vipindi vichache vya mvua katika maeneo haya. Kama mtashuhudia kwa siku ya jana, juzi na hata leo, katika maeneo ya mwambao wa pwani kumekuwa na mvua ambazo zimekuwa zikiendelea. Mvua hizi zimechagizwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la joto, hususani katika eneo la bahari ya Hindi, katika mwambao wa pwani hii ya bahari ya Hindi ikihusisha mikoa ya Dar es Salaam pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Joto hili kuongezeka kwake kumesababisha upepo wenye unyevunyevu kutoka katika maeneo ya bahari kuja katika maeneo haya na kusababisha uwepo wa mvua hizi ambazo zimeleta adha katika baadhi ya maeneo mengi, hususan katika maeneo jiji la Dar es Salaam ambapo baadhi ya miundombinu imeharibika. Lakini mvua hizi hazina mwendelezo. Tunatarajia kwamba kwa sababu joto sasa hivi la bahari limeanza kupungua kwa kasi, kwa hiyo mvua hizi zinakoma tena na tunarudi katika hali yetu ya kawaida ya ukavu na ubaridi kama ulivyotabiriwa. Hivyo wananchi waendelee kuchukua tahadhari stahiki, hususani za uwepo wa baridi hili ambalo mamlaka ya hali ya hewa katika mwelekeo wa kipindi cha kipupwe iliuelezea, ili kuondokana na athari za kiafya, pengine uwepo wa magonjwa ya pneumonia ambayo yanaweza yakaathiri jamii, hususan maeneo yale ya kati mwa nchi ikihusisha mkoa wa Singida, maeneo ya Magharibi, Tabora, Kigoma, Katavi, ambako tulitarajia kwamba mwelekeo wa kipupwe unaonyesha kwamba baridi litakuwa mwelekeo ni kwamba tunategemea kuwa na hali ya ubaridi hadi baridi kali katika maeneo haya. Hivyo tahadhari stahiki zichukuliwe na jamii iliyo katika maeneo haya. Pengine tutarajia mvua inaweza kanyesha tena hivi karibuni kabla tuanze msimu. Kutokana na mifumo ya kihali ya hewa ambayo tunaendelea kuiangalia kwa sasa, hatutarajii uwepo wa vipindi vya mvua kubwa katika maeneo, hususan maeneo mengi hapa nchini, kwani mifumo ya kihali ya hewa inaonyesha kabisa kwamba msimu wa kipupwe tayari umekwisha anza na upepo wa kusi umetamalaki katika maeneo mengi, na hivyo kupunguza ile kasi ya uwepo wa mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Kwa sasa kuanzia leo tarehe 11 na siku zinazofuata, mifumo haionyeshi kabisa kuwepo na tishio lolote la uwepo wa mvua kubwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Pengine kuna mikoa ambayo exactly itatarajiwa kuwa na baridi kubwa na ingine angalau itakuwa na joto. Katika mwelekeo wa msimu wa kipupwe, mikoa ambayo inatarajiwa kuwa na baridi kali zaidi ni mikoa ya kati mwa nchi ikihusisha mkoa wa Singida na magharibi mwa mkoa wa Dodoma, lakini vile vile mkoa wa Tabora, Kigoma, Katavi. Zote hizi zinatarajiwa kuwa na hali ya baridi hadi baridi kali. Hivyo wananchi ni vyema sasa kuchukua hatua stahiki kipindi mamlaka ya hewa inapokuwa inatoa angalizo la uwepo wa tahadhari ya aina yote ya hali mbaya ya hewa, hususan pengine uwepo wa baridi kali katika maeneo husika, basi waweze kujiandaa ili kuepukana na athari ambazo zinaweza kujitokeza. Pengine ushauri wako sasa ni upi kwa jamii na mamlaka zichukue tahadhari zipi kuweza kukabiliana na hichi kipupwe kinachokuja? Kama ni wakulima labda wanavuna, wanafanyaje? Ushauri ambao mamlaka ya hewa inaweza kutoa kwa kipindi hiki, kwa sababu msimu wa kipupwe tayari umekwisha kuanza na tunatarajia kwamba maeneo mengi yatakuwa makavu na yasiyokuwa na mvua nyingi, basi ni vyema kwa jamii kuweza kutumia kipindi hiki kwa kuanika mazao yao katika maeneo yanayoruhusiwa, watumie jua lililopo, ukavu uliopo,
ili kuweza kuhakikisha kwamba mazao yao hususan mpunga, mahindi ambao wanavuna yanakuwa katika hali yenye ubora na kuweza kutumia katika matumizi yao kama inavyokusudiwa.